Naweza kuta watu ndani. Kwa hivyo leo tusiweke msako. Yeah. Lakini tunawashughulikia. Ndio kabisa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kabla sijaanza, hebu angalia mbele yako kama kuna kiti. Ujiulize hiyo kiti imekaliwa na nani? Unataka kuatia nani hapo? Nafikiri umeelewa vile nimesema. Nangojea. Kama kuna kitu mbele yako, hiyo inastahili kuwa yako. Bwana wabariki kwa kusonga, Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Amen. Tutakaa hapa sana. Ushuhuda wangu unatoanga na wimbo, na usiulize kwani ameimba wimbo gani. Kuna wimbo imeimbwa hapa imenifurahisha. Wameimba na Kiswahili, Kikuyu, lakini mimi naijua na Kiswahili. Kwa hivyo wakiimba wale walikuwa naimba hapa na Kikuyu, nilikuwa nawasaidia na Kiswahili. Wow. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi naimba kama hiyo. Kwa hivyo usiulize ninaimba kwa nini, ni ushuhuda wangu. Praise the Lord. Amen. Na isikuweke hofu, kwa maana ni ushuhuda wangu. Tugaturanagia na Mwathani bururi mwega tare maithori nyumagererio nĩ Roho wa ma ngoro yakwa ndikona maithori tugaturanagia na Mwathani bururi mwega tare maithori nyumagererio nĩ Roho wa ma ngoro yakwa ndikona maithori ati maũndũ marĩa gwĩkaga Ngai wakwa korwo wĩ mũndũ waiga njũragwo no rĩu nĩũmenyagĩrĩra nginya ngakinyĩrwo nĩ kwĩrira atĩ maũndũ marĩa gwĩkaga Ngai wakwa korwo wĩ mũndũ waiga njũragwo no rĩu nĩũmenyagĩrĩra nginya ngakinyĩrwo nĩ kwĩrira atĩ baba ndeithagia gũkahotana kwĩ marĩa merekeire gũthira ona ndona mbeca no cia tũhũ tondũ gũtirĩ ũgathi kuonacio atĩ maũndũ marĩa gwĩkaga Ngai wakwa korwo wĩ mũndũ waiga njũragwo no rĩu nĩũmenyagĩrĩra atĩ nginya ngakinyĩrwo nĩ kwĩrira atĩ ona ndona thĩna ndũgatheke gĩtũmi thĩna nĩ wa gũkũ thĩ ona ndona thĩna ndĩ gũkũ thĩ ngakinya igũrũ no ngaurũka oire maũndũ marĩa gwĩkaga Ngai wakwa korwo wĩ mũndũ waiga njũragwo no rĩu nĩũmenyagĩrĩra nginya ngakinyĩrwo nĩ kwĩrira atĩ baba ndeithagia kũririkana thĩna nĩ matukũ ndĩratara oire mũthenya ũmwe ngatwarwo mũcarĩ marigĩrĩrio ndigwo mbĩrĩra atĩ baba ndeithagia kũririkana thĩna nĩ matukũ ndĩratara mũthenya ũmwe ngatwarwo mũcarĩ marigĩrĩrio ndigwo mbĩrĩra oire maũndũ marĩa gwĩkaga Ngai wakwa korwo wĩ mũndũ waiga njũragwo no rĩu nĩũmenyagĩrĩra nginya ngakinyĩrwo nĩ kwĩrira. Bwana asifiwe. Ati huku duniani ninahesabu masiku. Ndio. Unajua pastor amesema kitu kimoja. Akasema anaitwa nani? Ule ni topic sasa. Paka watu wameokoka wamesahau habari ya Mungu. Wanaongea tu habari ya Betimaya. Yeah. Alikufa na nini? Zinang'ang'aniwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa hapo kile uko nacho ambianga Mungu ni asante. Ukiwa umepata, ukiwa hujapata ambia Mungu ni asante. Amen. Bwana asifiwe. Hii safari tumekuja na wapendwa wetu. Kuna mpendwa ninapenda Lydia, jana tumeongea sana juzi. Akaniambia sasa hata sijui kama nitaenda. Nikamwambia tunaenda kwa imani. Amen. Hallelujah. Amen. Kila wakati ananiambia lakini hapa
hapa sasa naona aje. Namwambia by faith we are going. We are going. Alafu anarudi kuniambia, kama unajua vile unajua. Hakuna kitu ninajuanga, ni kwa sababu ya kumtegemea aliyejua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tukitembea kwa imani, mambo yote inakuwa sawa. Hallelujah. Mama yetu jana nikiongea na yeye, namwambia wewe choka tu na ujue kesho tunaenda. Ananiambia ni kwa imani, lakini kwa imani tumefika hapa. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi sikaangi sana, lakini najikuta nimekaa. Inaitangwa kujikuta. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa mimi ndio mtafungua. Mimi naimba, mimi napenda nyimbo. Nitaimba wimbo na utafungua Biblia. Sitakwambia ni nani. Sio, kwa hivyo muwe kwa makini. Mimi nitaimba tu wimbo na nyinyi mfungue Biblia. Praise the Lord. Amen. Niliaga igatiro kwa Ibrahimu na Ismaeli mage kinyawero ine na momae maria kuwete mage dira akiagaga wero ine agesalia mae ni agai igatiro kwa Ibrahimu na Ismaeli mage kinyawero ine Namomae marekuete magedira akiagaga wero ine agesaliama ate mwana kerera yo mae woi mamire nyotie woi mwana wakwa gotire mae ine mwana wakwa na gotire mae aterere agai agagira wero ine akenga mwana hara ihuda konya gekwa nake ngai akeigwa kerero kia mwana kemoigora maitho kiona gethimba kia mai ate mwana kerera woi mami mae woi mamire nyotie woi mwana wakwa gotire mae dewaro ine mwana wakwa na gotire mae. Genesis. Nafikiri kila mtu amepata vasio. Bwana asifiwe. Amen. Kutembea na mafuta ni kitu muhimu sana. Nimekuja hapa mara ngapi sasa? 3. Leo ni ya 3. Mara ya kwanza nikafika hapa nikiwa na bishop, nikiwa nimenyenyekea kadogo. Usimwambie niko kwa madhabahu ile alikuwa. Bwana asifiwe. Sawa. Bwana asifiwe. Nikakuja na yeye nikiwa nimenyenyekea, nikakuja nikamulete, nikakaa akahubiri. Mara ya pili nikakuja na bibi yake pia, nikakaa chini nikanyenyekea. Lakini ya 3 dibei imemwagika. Oh, Bwana asifiwe. Amen. Ya 3 sasa ni mimi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kutembea na mafuta ni kitu cha muhimu. Mimi naitwa, naweza sahau na jina, naitwa Lois Kawera wa Mutune. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Sisi zote umeona hapa tumeunganishwa na mwili wa Kristo. Amen. Lakini hakuna mtu wa kanisa moja na mwingine, bali tunatembea kwa sababu ya imani. Tulianzana kitambo. Leo asubuhi wakati nilikuwa nakuja hapa nilikuwa handa somebody. Lakini kwa saa hii I'm independent. Bwana asifiwe. Sasa wakati huo tuko tumepewa kanisa, but for now I'm a mother in the church. Amen. Praise the Lord. Amen. Sasa asubuhi nikapata simu kutoka kwa waimbaji. Mungu ametubariki na watu. Amen. Mmoja akaniambia niko kazi sitakuja kanisa mama. Mwingine akaniambia niko kazi sitakuja, hao walikuwa wawili. Mwingine kuna relative yake amekufa. Sasa nikipigiwa simu mzee wako hapo anajitayarisha. Namwambia sasa wewe you can do all things through Christ who strengthen you, na mambo yote itakuwa sawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo singemwambia ati siendi kwa sababu watu wametera. Lazima ningekuja. Bwana asifiwe. Katika maandiko nataka tukasome katika
Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 20. kuanzia mstari wa 8, 21 kuanzia mstari wa 8 na tutaendelea. Mtoto akakua, akaachishwa kunyonya. Siku hiyo Isaka alipoachishwa 21 niko Mwanzo 21 8. verse 8, lakini sikuwa nataka verse 8. Mtoto akakua, akachizwa kunyonya. Siku hiyo Abrahamu alifanya sherehe kubwa. Nataka lakini Salaha 11 nataka hapo juu. Wakati Sara alimwambia Ibrahimu, ni hapo tu. Sara akamwambia Abrahamu, muondoe mwanamke huyu na mtumwa na mwanae, kwa kuwa mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hata shiriki urithi pamoja na mwanangu Isaka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati huo ni Ibrahim ambaye walikuwa wamepata mtoto na Sara ambaye hakuwa wa ahadi ya Mungu, lakini wao wenyewe walikuwa wanajiambia ni wa Mungu. Lakini mahali pale palipofika, yani wanawake, Mungu aturumie. Wamama ni wangapi hapa? Wamama muko? Sisi tunakuanga na wivu. Na nimesema sisi, nimesema nini? Nimesema nyinyi. Wakati huo huyu mama akaona huyu mtoto, kwa sababu nimebarikiwa na wangu, hawawezi wakaishi pamoja. Kama vile wewe sasa kuna weza kuja wa jirani, ukawio wako nyingi, kajirani kadogo. Na kusiwe hivyo katikati ya watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haya, tuendelee. Endelea tu. Mstari wa 11. Nasema hivi, jambo hili lilimhuzunisha sana Abrahamu, kwa sababu lilimhusu mwanae. Lakini Mungu akamwambia, usihusunike hivyo kwa sababu ya kijana na mtumishi wako wa kike. Sikiliza lolote Sara analokuambia, kwa sababu uzao wako utahesabiwa kupitia Isaka. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Ati usikilize Sara. Yes. Na moto dikagereja. Bwana asifiwe. Amen. Awazee unasikia sasa huyu anaambiwa asikize Sara. Lakini siku hizi watusikizangi. Okay, katika Biblia aliambiwa sikize vile anasema. Ndio. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 14 anasema aje? Nakimbia. Mstari wa 14, kesho yake asubuhi na mapema Abrahamu akachukua chakula na kiriba cha maji, akampa Hagari, akakiweka mabegani mwa Hagari. Akamuondoa pamoja na kijana, akashika njia, akatangatanga katika jangwa la Berisheba. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati huyu mwanamke aliambiwa aondoke, ndaangaze ilie hau. Yaani hakushinda hapo. Ni kwa sababu hata yeye pengine Mungu alikuwa pamoja naye, lakini hakuwa anaona kama Mungu ako hapo. Wakati alipotoka, yeye alikunja virango. Vile saa hii sisi tunaambiwa tuondoke, unasema siachi. Unasema na nikiondoka hapa patakuwa aje? Unaona? Tunakuanga na maswali. Lakini huyu mwanamke hakuna swali alijiuliza lolote. Aliamka, akachukua kijana yake, wakaelekea, wala hawajui wanaenda mbele wala nyuma. Endelea. Maji yalipokwisha kwenye kiriba, akamwacha kijana chini ya mojawapo ya vichaka, kisha akajiendea zake, akaketi karibu ubali wa kutupa mshale. Akawaza, siwezi kumwangalia kijana akifa. Ikawa alipokuwa ameketi pale karibu, akaanza kulia kwa huzuni. Amen. Bwana asifiwe. Wakati Agai alienda mahali, alienda tu kukaa, bila hata sisi tuko hapa siku ya leo. Kuna mambo
mambo ambayo inakuzunguka, lakini unasikia tu kuiangalia kwa umbali na unajipea moyo ukisema ya kwamba wakati utafika tu Yesu atakuja. Wakati mama alienda, wamama wako na huruma sana na watoto, lakini wazee wanakuambia ni mtu mzima, wacha aende. Lakini mama hata kama alienda akakaa mahali bila umekaa siku ya leo, unangojea Mungu akuje na kuambia hii ni siku yako ya leo. Bwana asifiwe. Kama kuna mambo umekuwa unangojea itendeke, leo ndiyo siku. Bwana asifiwe sana. Uamini pamoja nami, tuendelee hapo kusoma katika hii Biblia. Mama alifunga jicho moja, akaangalia mtoto wake akiwa pale. Ni vile hata wewe siku ya leo unaona kuna mambo ambayo yanakuzunguka, hauna mbele wala nyuma, lakini unatupa tu jicho, unashindwa itakuwaje, hauna mwanzo wala mwisho. Wakati Hagai alikuwa amekaa kwa kichaka, hakuwa anajua kama kuna njia ambayo Mungu anatengeneza. Bwana asifiwe. Njia yako inatengenezwa siku ya leo. Sema amen. Bwana asifiwe. Yale mazito ambayo unaiangalia, kuna njia yako ambayo inatengenezwa. Endelea hapo mbele kidogo. Mungu akamsikia kijana akilia. Malaika wa Mungu akamuita Hagai kutoka mbinguni na kumwambia, kuna nini Hagai? Usiogope, Mungu amesikia kijana analia akiwa amelala pale. Muinue kijana na umshike mkono, kwa maana nitamfanya kuwa taifa kubwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo neno iko tamu. Sijui kama mnasikia utamu kama mimi. Yaani ukifocus na hii neno vile inasema, uachane na ile tuliacha Thika, wachana na ile uliacha kwako, tuko hapa kwa hii neno. Bwana asifiwe. Wakati Mungu alisikia kijana, verse 17 ndio hiyo tumesomewa. Mungu akamsikia kijana akilia. Malaika wa Mungu akamuita Hagai kutoka mbinguni ya kwamba kwa nini? Bwana asifiwe. Wakati usikiza hiyo sauti, inakuuliza kwa nini unasema mambo yako haiendi sawa. Bwana asifiwe. Mungu anaongea na wewe siku ya leo, anakuuliza kwa nini hiyo mambo yako unaona kama haina njia. Kwa nini uko na shida huko kazini, unashindwa utatoboa aje? Kwa nini wafanyi biashara, kwa nini zinaenda chini? Wewe unaangalia unaona sina njia, lakini Mungu ako na njia. Bwana asifiwe. Wakati Mungu alikuwa anaongea na Hagai, akamwambia kuna kizima. Yaani akamwambia mtoto wako atakuwa mkubwa na itakuwa taifa kubwa sana. Bwana asifiwe. Lakini ukiambiwa habari ya taifa, unaiangalia unakosa. Unauliza ni wapi? Bwana asifiwe. Unauliza ni wapi ambao taifa itakuwa kubwa. Tumemaliza bado. Ndipo Mungu akamfungua Hagai macho yake, naye akaona kizima cha maji. Hivyo akaenda akajaza kiriba maji na kumpa kijana anywe. Haleluya. Hapo hakuna ameni jamani. Amen. Bwana asifiwe. Hapo iko ameni kubwa sana. Ati wakati Hagai akiwa anafikiria, wewe mama wakati unalia, wewe mzee wakati unalia, hauna njia, ama unauliza ni wapi nitatokea, ni wapi nitaenda, ni wapi nitamalizia. Mungu alifungua macho, bila atafungua yako siku ya leo. Uone mambo ambayo Mungu amekuwekea, lakini kwako mwenyewe huwezi kuyaona na macho. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo Mungu ameweka, kuna hiyo iko kwa store. Usikufe moyo. Saa zingine tunaangalia njia za wenyewe, zinaenda zinaenda kabisa, lakini yako ukienda unagongwa. Ukienda unagongwa. Dada yangu, usikubali kukaa mahali umegongewa. Haleluya. Penya na upite mbele. Bwana asifiwe sana. Wakati huyo mtoto, wakati Hagai aliona kizima cha maji, aliangalia tu nyuma, akaona ndio hii. Na wakati aliona alikimbilia ile maji, akajua kweli Mungu wake amefika. Bwana asifiwe sana. Tukae na utakatifu na kungojea na kuamini. Si kukaa ukiuliza na kweli nieguka. Nieguka kweli. Yaani
ama unataka tuseme unataka kitu fulani, ama unataka pesa fulani, ama unataka umekopa mtu, unakaa ukiuliza ni anadirikana kana ni aligane hiyo, ananikumbuka ni kweli ananikumbuka ama amesahau. Sasa hiyo uko katika hiyo maswali, naye Mungu anatengeneza njia. Bwana asifiwe. Haleluya. Jana niliambia mama yetu sikuji, akaniambia hiyo ni ile lugha umeanza unasemanga uendi asubuhi, lakini nikaambia Bwana unajua ni vizuri mahali pale tutakanyanga. Bwana asifiwe. Mahali kuna uzuri, yaani shetani atakangi mukaribie ama muende, tunangangana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunangangana kufika mahali pale. Bado nilimwambia sikai, kuna jambo lingine hapo, tumeona kizima ya maji. Bwana asifiwe. 22 verse 1 inasema aje? Hiyo Genesis 2 22 verse 1. 22 verse 1. Hallelujah. 22 verse 1. Baadaye Mungu akamjaribu Abrahamu, akamwambia Abrahamu, Abrahamu, akajibu mimi hapa. Kisha Mungu akamwambia, uchukue mwana wako wa pekee Isaka umpendaye, uende katika nchi ya Moria, mtoe huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mojapo nitakao kuambia. Haleluya. Amen. Hata hapo ni haleluya. Paulo akasema mazuri na mabaya, tuseme nini? Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati huo tena, unajua Agai yule alikuwa anafukuzwa ni kwa sababu Abraham, ukisoma hiyo story yote, alipata mtoto wake na bibi yake. Sasa sio mjakazi, sasa amepata wake. Ameanza kupakulia kale ka wenyewe kadogo, wake anapakulia mingi. Bwana asifiwe. Na yule tu amepata. Baada ya kukaa miaka mingi akipata mtoto, Mungu ndio huyo amekuja. Haleluya. Kama wakati ule Agai sasa amepewa maji na mtoto amekunywa na ameona miujiza ya Bwana. Sasa Abraham nayo si alifukuza ule mwingine juu yake. Sara alimwambia wamfukuze. Sasa huyu wake Mungu amemwambia enda naye unitolee sadaka na nikamweka mwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kamwe waimaka mwana kalaga kuendete muno Ngai yakwire ni arakenda ukorwa mwirete atumia ni ndio turegarege. Bwana asifiwe. Yaani unaweza sikia kana mutira wiga basi boni kale gaku Ngai arakwira ndutira ukomwira atia ndinu kwamba gukorega tikwaraniria ndarenda mwaranirie arenda goya atua thaicio. Praise the Lord. Lakini Abraham naye kwa sababu ya kuongozwa, na tena huyu aliondoa hapa kwa sababu ya wake damu yake. Hiyo damu yako sasa nataka unitolee sadaka. Bwana asifiwe. Sasa Abraham yule mwingine alifukuza. Saa hii sasa ameambiwa atoe sadaka. Hebu vaa hiyo kiatu kama ni yako. Toa. Abaki bila. Kunienda aje? Kisha Mungu akamwambia Abrahamu akaamuka asubuhi na mapema siku iliyofuata, akamtayarisha punda wake, akawachukua watumishi wake wawili pamoja na Isaka mwanae. Baada ya kuchukua kuni za kutosha kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaelekea mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Bwana asifiwe. Abrahamu akachukua tu vitu, akaanza kujitayarisha. Anaenda tu, anaona tu safari ni ngumu, anaenda tu. Ni kama vile nimefika hapa, hiyo kamguu inaleta kashida kidogo, lakini nimejikuta nimefika. Bwana asifiwe. Ibrahimu akaanza kuchukua mizigo. Anasikia ugumu, lakini anashindwa anajibu nani? Uaminifu wako. Wewe ukae na uaminifu na Mungu atakuja njia zako atazitengeneza. Bwana asifiwe. Wakati alipotoka akachukua na akatayarisha kila kitu na akaondoka. Wakaondoka na mtoto wake
na mizigo yake amebeba. Hapo pengine panasema nini? Siku ya tatu Abrahamu akainua macho, akapaona mahali pale kwa mbali. Akawaambia watumishi wake, kaeni hapa pamoja na punda, wakati mimi na kijana tunakwenda kule. Tutakwenda kuabudu na kisha tutawarudia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Abrahamu hakuwa anataka kuonyesha hawa, yaani aliwapaki mahali wakaenda na wao, na walipokuwa wanaenda tu wanakanyaga njia, katoto kake kanafuata nyuma, akaulizi maswali, hii jensia hebu iambie ikufuate, hata iwezi. Ni kweli? Baba niko na shughuli, ninaenda wapi? Lakini nafikiri watoto wetu Mungu atawasaidia. Bwana asifiwe. Katoto ka Isaka akafuata baba yake, na wakati walipoenda Isaka kaanza kuwa na maswali, kwani tunaenda wapi? Bwana asifiwe. Katika mstari wa 7b inasema aje hapo? Mimi hapa mtoto na akaiti mtoto na kuni zipo. So mwanangu ya Abrahamu akaitika, mimi hapa mwanangu. Isaka akasema, mtoto na kuni zipo, moto na kuni zipo, je, yupo wapi mwana kondoo? Aha, Bwana asifiwe. Yeah. Sasa kijana akaanza maswali, wanaenda na baba yake, wako na kuni, wanasukuma. Mtoto kufika mahali akaona na nitaongea na baba, nitaongea naye nisikie atajibu aje. Wakaenda wakafika mahali, mtoto akamuuliza baba, kuni ndizo hizi na moto pia ndio hii, kwani tunaenda kufanya nini? Mnasikiza vizuri? Swali ya mtoto, utafakari vizuri. Mtoto akauliza babake, kwani moto na kuni zipo, je, yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketeza? Abraham akasikia kewaru, lakini hataki kuonyesha mtoto. Wewe ukiroa adiko zejo ona no uthi. Ni nani anaweza enda? Ukiambiwa saa hii wewe ndio unaenda kuwekelea, ni nani anaweza kubali? Bwana asifiwe. Abraham akajipe nguvu, na Mungu akampatia jibu. Akajibu mtoto, akamwambia ndio nimesikia, lakini sasa akamwambia Abraham akamjibu, mwanangu, Mungu mwenyewe atajipatia mwana kondoo. Haleluya. Yaani mimi ndio unaita kondoo, tuko na wewe na uniambii ni mimi. Abraham ambii mtoto wake atiendi anaenda kutoa, lakini imani yake ilikuwa juu. Bwana asifiwe. Imani yako leo na iwe juu zaidi. Amen. Utazamie mahali unaelekea. Utazamie kile unatarajia. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini wakati walipoenda tu, Abraham alikuwa anaambia Mungu, wote nidanganya utanisamehe, bora tu unisamehe. Mtoto Mungu atajipatia. Na kumbe niwe naenda kutoa, lakini niko na imani. Bwana asifiwe sana. Walipotembea ilitendeka aje hapo mbele? Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo. Akaziweka kuni juu yake. Akamfunga Isaka mwanae na akamulaza kwenye madhabahu juu ya zile kuni. Ikanati alivyo. Bwana asifiwe. Mtoto anakunjwa vizuri, anawekwa kwa kuni. Sasa jenzi huwezi shika hata ukitaka. Kisha akanyoosha mkono wake na akachukua kisu ili amchinje mwanae. Bwana asifiwe. Tukumbea hapo kidogo. Bwana asifiwe. Aliamua tu, huyu ndio ninatoa, hakuna mwingine. Yaani hauna mbele wala nyuma, hauna nini, lakini Abraham akasema,
uende vile kutaenda, lakini huyu nitatoa. Bwana asifiwe. Bila nimekwambia leo yani ile tumaini uko nayo, wala kile unatarajia siku ya leo, uwe umefika mwisho, Mungu anakuja. Amen. Wakati unaenda kuwa mwisho. Bwana asifiwe sana. Aya, wakati huo kulitendeka haja ya mwisho hapo. Lakini malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni. Akamwambia, Abrahamu, Abrahamu. Akajibu, mimi hapa. Endelea. Akamwambia, usimdhuru kijana. Haleluya. Wala usimtendee jambo lolote. Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu. Amen. Kwa sababu hukunizuilia mwanao. Amen. Mwana wako wa pekee. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hapo sauti ile iliita Hagai, ikiambiwa aangalie maji kisima. Sauti ikakuja kwa Abraham. Bwana asifiwe sana. Akaambiwa, mwanao usimdhuru, kwa maana niko na akamwambia, hebu angalia. Ninaangalia vizuri kwa macho ya kiroho kwa kichaka. Wakati Abraham alipindua uso wake, akaona kondoo imefungwa maroya akaona hiyo kwa katika kichaka, yani iko hapa, kondoo inakuja, ndio hiyo inakuja, na Yona inakuja kama imefungwa. Abraham hata haikuwa inapenya ndio ifike. Abraham lazima angeisaidia. Bwana asifiwe sana. Wakati aliona ikienda hivi, na yeye akakuja kama amekimbia, akakuja akaanza kuitoanisha, akakuja nayo mpaka pale mtoto wake akaokoka, akatoa mtoto kondoo akaweka hapo juu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni Mungu gani mwingine ambao tunangojea? Siku ya leo dada, siku ya leo ndugu yangu, wewe uko hapo, uko na mambo ambayo imekufunga. Kama hiyo ilikuwa na Hagai, kama hiyo iko na Abraham, lakini bora tu uwe mwaminifu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uwezi ukawa unapenya unangojea sauti, uwezi ukasikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Tungoje sauti ya Bwana ambayo inakuja kukuita wakati huu. Hiyo kazi umengojea kwa muda mrefu. Hayo matatizo, ile kitu uko nayo unangojea kwa muda mrefu. Mahali unangojea Mungu akutengenezee kwa muda mrefu. Na kuambia kutoka siku ya leo, ukae na imani ya kwamba sauti ya Mungu ndio hiyo iko, na iko tayari kukuita. Bwana asifiwe sana. Iko tayari kukuita na ili ukapate kutimiziwa. Praise the Lord. Kumalizia, mtu anamalizianga na tu story. Bwana asifiwe sana. Yangu sio ya wenyewe. Praise the Lord. Mimi nasema mahali niliona Mungu na nikamuona ndio huyu, na nikasikia sauti, lakini sauti yake ilikuja na ikaniongelesha. Bwana asifiwe. Wakati nilikuwa wewe. Hivi unajua nilikuwa napita katikati yenu au wote. Si unasikia amesema mimi si mama. Ni kweli. Lakini nilikuwa nazunguka katikati yao. Nikitoka hii nilikuwa nazunguka. Bwana asifiwe. Kuna mahali niliachwa. Nikaachwa sina mbele wala nyuma. Nikawa sina la kufikiria wala la kufanya. Na nikakubali natoka kwenye mji wa Thika. Kwa maana huko matatizo imekuwa mingi. Na nikaona zikai Thika tena, kwa sababu marafiki sasa hawa tulikuwa na wao wameolewa, sijui mahali wako, wengine wako hivyo, tumekuja kupatana tu kwa sababu ya neema ya Bwana. Mimi nikazunguka, nikakaa Thika, nikaona matatizo imekuwa mingi. Mtu amekaa kwa wenyewe miaka 7. Si unaona hiyo ni sasa, hata sikuwa nafikiria kitu. Sasa mimi nilikuwa nafikiria tu wokovu. Nothing else. Bila mnafikirianga maisha ya baadaye, sikuwa nayo. Maisha yangu ilikuwa kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Sikujua kama kuna wakati kuna kujanga mtu anakuwa na milima na mabonde. Nikaanza kufikiria. Sana kufikiria kwangu, mimi nilikuwa naogopa kuolewa. Acha tu. Hiyo tu ndio nilikuwa naogopa kuolewa. Nilikuwa nasema nikiolewa sitahudumu. Naweza kuzuiliwa. Na hiyo ndio kitu ilikuwa ninataka. Bwana asifiwe. Siku moja wakati nilipanga kutoka mji wa Thika, nikatafuta kazi Nairobi na nikapanga siku ya kwenda. Wakati nilipanga siku ya kwenda Nairobi kazi, kuna mkutano ilikuwa mahali kunaitwa community hall. Unaijua?
Mkutano ilikuwa community mzuri sana. Nikasema siku moja nitaenda hapo kwa hiyo ya mwisho kwa maana natoka Thika. Mimi sikai Thika. Aya, siku ya mkutano ikafika, nimejitayarisha. Sitaki kuambia wale tuko na wao ati ninaenda. Pesa ya kulipa nyumba nilikosa. Nafukuzwa kwa nyumba. Kwa nini niwaambie ninaenda? Unajua kwa nyumba ni za kukomboa. Sasa nikaona siambii mtu ninaenda. Ninaenda tu kwa mkutano mahali pale. Na ndipo mwimbaji aliimba na akasema macho yake Mungu yanaona kote, hata yale yote unaficha watu yataonekana juu ya mlima. Wairekebisha mwendo, hukumu yaja. Bwana sifiwe. Sikuwa nataka kuambia mtu yeyote. Nikaenda mkutano, tukaimba ni kama tuko chachi sasa, tukaendelea, tukaimba, tukashangilia. Mara ya mwisho tukataka sasa ni kuondoka. Tulipoanza kuondoka kukaanza maombi, ile ya maombi ya kutingiza. Watu wakaomba na hapo ndio nakumbukanga Mungu ananipenda. Na hata saa hii ananiongeleshanga. Tukaendelea. Maombi kaombwa. Kijana mmoja, sijui kama kuna mtu anaweza kumbuka. Alikuwa anaitwa Brother G. Tulikuwa tunamkadiri, mnaweza kumbuka Brother G. Kwa tunamkumbuka hapo, alikuwa kijana tu. Wacha ashikwe na roho. Wacha aombe. Mimi hakuna mtu nilikuwa nimeambia. Sasa si uko na secret. Akasema here there is somebody. The Spirit of God says. Unataka kutoka mji wa Thika. Ati kwa sababu tatizo ziko. Mungu anakuambia usiende. Wakati nisikia hivyo nikafungua macho. Siombi. Watu wakaomba. Wakati huo kulikuwa forma, huko viti kama hii. Sasa nimekaa roho ya katikati. Wacha kuombwe. Wacha watu walie. Nani aende? Ni mimi. Nitopoe siri. Nitalala wapi? Na siku anaenda Nairobi Thika wakati huo. Nitalala wapi? Nikasema siongei. Na nikakaa. Tukaomba. Ikasemekana sasa ni the grace. The grace ikisemwa nikasikia tena yule kijana akaanguka chini kwa mchanga. Roho ya Mungu anakuhurumia, uko wapi wewe? Sasa nikaona nitatoka nje niende. Kujaribu kupinduka miguu ni gamu. Ikakaa hivyo. Unajua sasa pastor alikuwa anasema watu wasitoke nje tukihubiri. Kuna amri zingine zinatolewa. Usimame hapo mpaka nimalize. Na unasimama. Na tunahubiri na ni mimi naweza kukwambia ondoka. Kuna amri kama hizo. Kwa hivyo wakati unakuwa ukitoka nje, ujue chochote chaweza kutokea, lakini si saa hii. Bwana asifiwe. Lakini roho akiamurisha inaweza kuwa saa hii. So inakuanga uamuzi wa roho. Mimi nikaona nikajaribu kutoka. Miguu nasikia iko kama ngumu. Naona na niko karibu na mlango. Lakini sitoki. By the way, mara ya mwisho walisema neno ninakumbuka. Ukikataa, the Lord says, I'll mention by the name. Kauliza kwani ananijua? Nilikuwa mkali. Kwani ananijua? Sitokei. Kwani hata wewe kama uko na ndeni za wenyewe unaweza kujitokesha? Na utalala wapi na unafukuzwa kwa nyumba? Hauna pesa ya kulipa? Okay, Bwana asifiwe. Wakati alisema I'll mention, mara ya mwisho nilijiona kwa madhabahu hapa nikiinuliwa. Kwa hivyo sikujua alimention za ngapi, lakini nilisikia jina Come on Sister Lois. Hiyo tu ndio nilisikia. Mengine sikusikia. Nilijikuta nikiwa hapa. Nikaamshwa. Sauti ya Bwana ikaanza kuongea. Lakini sasa ile mambo niliambiwa, nilitoka hapo kwa imani. Ile ninakuambia siku ya leo, uwe na imani ya kwamba Bwana anatenda. Bwana asifiwe. Nilipoamka pale, kuamka sasa nikajisikia nashikiliwa hapa na pale. Nikaambiwa roho wa Bwana anasema, hakuna mahali unaenda. Na ukienda ukitoka Thika, Mungu aendi pamoja na wewe. Hapa Thika kuna mzee wako, watoto wako wako hapa Thika, shamba yako iko hapa Thika, mambo yote yako iko hapa Thika. Kwa hivyo kuna mahali utaenda. Nikaanza kulia, nikalia wapendwa, lakini nikaombewa. Sasa nitaenda wapi? Nimetobolewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio hilo kako. Hadi ya tatu na mmoja ni Saturday. Bwana asifiwe. Lakini neema ya Bwana. Sasa nikijaribu kuangalia Bwana, mimi
sitaki kuolewa. Nimeambiwa bwana ako Thika. Watoto nilikuwa naogopa. Nikaambiwa ako Thika. Hey, praise the Lord. Amen. Mungu ni nani? Mungu sio mwanadamu. Ndio. Amen. Wakati niliambiwa hivyo, nikakaa. Na nikangojea Mungu. Lakini nilikuwa nashindwa vile ninangojea. Mungu sasa anatokea wapi? Hakuna mtu anakuja kuniongelesha kijana. Atanitoa wapi? Nitajibu aje? Sasa hiyo ndio ilikuwa swali. Sisi watu wa zamani tulikuwa tumeokoka kabisa. Wacha saa hii unakuta jensi msichana na kijana hata waogopi, wameshikania pale, wanaongea, sisi hatungekaribia. Hiyo ni dhambi. Kadri ni kweli? Ledia ni kweli ama si kweli? Au hata huyu alikuwa kwani mlikaribiana mara ngapi? Labda siku ile mlioana. Tulikuwa tunapitana hapa na pale. Lakini sasa nikashindwa. Nimeambiwa mji uko Thika. By the way, wacheni niwaambie. Saa hii niko Thika. Watoto wangu nilizalia Thika. Kuna mahali nimenunua, nimejenga Thika. Amen. Praise the Lord. Amen. Mungu anakujanga. Achelewi. Amen. Akibii. Anakuja wakati wake ukifika. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Bora tu kusikia sauti yake. Eti ya kwamba kilio chako cha leo kama Hagai, kuwa mwaminifu kama Abraham. Mungu anakuja. Ukifunga macho kwa macho ya kiroho, utafakari uone ndio huyu ninamuona. Bwana asifiwe. Wacha kufikiria leo uko hapo utakula nini jioni. Mungu anakuja na anajua. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Mungu mwenyewe anajua. Na unajua hata shetani anajua. Yale unaomba hata shetani anafanya nini? Anajua. Si ati hajui. Kwa hivyo ukiomba, si ati ndio nimekwambia usiende kama uoni vile unaenda. Kwa maana ukiomba shetani ndio ujibu kwanza. Ndio. Sijui. Kwanza ni kweli. Ni nani anajibu kwanza ukiomba? Gesa idani. Bwana sifiwe. Unaweza funga siku yote. Ama wamama mpange siku yenu ya kufunga. Mkuje hapa kanisani. Tunaomba. Jioni mkitoka hakuna mtu atakuwa kiangalia mwingine. Unaweza tokea kitu hapo mkosani. Hapo tu. Na mwanze kuulizana kwani kumeenda aje? Ni shetani. Kwa maana ndiye anakujanga akiwa mara ya kwanza. Hapo nilikuwa nimehubiriwa. Mzee anatoka wapi? Pesa ya kununua inatoka wapi? Watu wako yani nani watakusaidia? But wazazi wangu wameenda. Yao walienda. Yao wako London lakini Bishop. Sasa enyewe nilikuwa niende lakini nikajiuliza huko si Mombasa ati utatembea. Sasa mimi nilikuwa napenda wazazi wangu sana. Ndio. Nikaona huko ni kutembea, huko wazazi, wacha nipime tu, nipende mama yangu zaidi. Bwana asifiwe. So Mungu alikuja wakati ulikuwa unafaa. Bwana asifiwe. Mimi nimejifundisha kitu kimoja, ya kukaa na imani. Nikajifundisha kukaa nikingojea Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wewe ndugu, hata wewe uko hapa, nyinyi mko hamuna tumaini leo, mwana wa Mungu anakuja na achelewi. Bwana asifiwe. Wakati nilikaa sana, nafikiri mnaona kama ninaenda sasa naenda mzuri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nakwambia nimekwambia ukiomba ujue hayo yote tukiomba kwa imani shetani ukuangalia na usikia. Bwana asifiwe. Mimi nimetolewa ushuhuda na ubirishi. Ukiona nikienda hivi na hii mguu, wacha niseme tu nikiwa hapa imetolewa. Praise the Lord. Nani anaweza taka kusikia? Imetoka. Kuna mtu mahali alikuwa naombewa na akaanza kulipuka yake. Mama alitukemea sana na tukakasirika na tukashika mguu. Najua nimekunywa madawa, nimefanya nini, sikuwa ninajua ni kwa nini. Lakini alitokea na kusema mama alitusumbua, alitukemea na jambo mama. Alitukemea mpaka tukashika nini? Mguu. And we are 3. Nikasema kujeni 3, kujeni 20, kujeni wote au continue. Bwana sifiwe. Hallelujah. Mtikagwawe. Bwana sifiwe. Yani tuendelee katika kumulilia Bwana na ndio mambo mazuri yatendeke. Bwana asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu jamii. Hallelujah. Tusimame kwa miguu. Nataka ombi yako ukiomba siku
ya leo. Thank you, Mwambie Jesus. Bwana, Ibrahimu alienda kumtoa mtoto. Oh, yes. Na yeye Hagai akaenda. Ndio. Aliona kisima. Oh, yes. Saa hii ambia Bwana akupee kioo kwa Kioo macho. Bwana, Uone yale umewekewa jioni ama kesho yake. Uone yale Bwana amekuwekea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ninataka kuna wimbo sio kama watu wa praise. Kuna wimbo inasema ninaipenda sana. Ila ninasema najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana ataweza. Oh, najua Bwana ataweza. Oh, najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Bwana atatenda. Oh, najua Bwana atatenda. Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Najua Bwana najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Atatenda. Najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Atatenda. Najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Atatenda. Najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Atatenda. Najua Bwana atatenda. Hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Mwambie Bwana, kama vile neno limesema siku ya leo, chukua hiyo nafasi, hata kama kuna mambo umeomba na imekawia, ukaweze kuamini siku ya leo ya kwamba Bwana anaenda kutenda. Na kama vile tumesikia yule mama yake Ishmael ama Hagai alipofika mahali akakosa tumaini, akafika mwisho, akamweka mtoto mahali pale ya kwamba hakuna maji, na yenye walikuwa amembebea imekwisha na hakuna tumaini tena. Akakaa mahali pale. Mungu aliweza kumtuma malaika na kisima kikaweza kububujika mahali pale. Ni ya kwamba siku ya leo kuna kisima chako kimekawia, na Bwana amesema ya kwamba nafasi yako ni sasa. Wambivyo wakati una dakika hii, mwambie Bwana ya kwamba
imekawia, kisima kimechipuka, na ni ya kwamba kuna wimbo mpya unaenda kuimba wakati huu katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Usikimie, ambia moyo wako ya kwamba neno lile limeanguka siku ya leo ni neno lako la kukutia nguvu na kujua ya kwamba wakati umefika na ili jambo lipya likaweza kufanyika katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Kuna mambo umeomba siku mingi, labda umefika mwisho, kama vile mnenaji wa siku ya leo amesema. Alikuwa amefika mwisho na akachukua sasa hatua ya kusema ataondoka maeneo yale ya vita, akaweza kujiongoza kwa akili zake na kwa mawazo yake, lakini Roho wa Mungu akaweza kushuka mahali pale na akamnenea ya kwamba baraka zako za aina yote ziko mahali hapa, na ukitoka mahali hapa utembee, sitakuwa pamoja na wewe. Kwa hivyo wakati una dakika hii ni kujua ya kwamba nguvu za Bwana, kujua ya kwamba uwepo wake Mungu, ni kujua ya kwamba baraka zake na hata maisha yako Mungu ameinenea siku ya leo. It is your time now, it is your chance now. Huweza kupokea sasa, huweza kupokea sasa. Receive now, receive now, receive now in the mighty name of Jesus Christ. Rima shaka rababa shika, rikanta rabakusa rima saka, rima shaka rabashika. Jehova, ndiye kwamba umenena na mioyo yetu, na wakati sasa yalifika mwisho, na akasema ya kwamba hataki kuona mwanaye akikufa. Uliweza kuleta suluhisho. Kuna wengine wako hapa Jehova Mungu, na ni ya kwamba wamefika mwisho, na ni ya kwamba wanaona kama mambo yao yamekufa, na wanaona kana kwamba mambo yao haiwezi kufufuka. Mchana wa siku ya leo ninawanenea katika jina la Yesu ya kwamba unaenda kufufua maisha yao, ya kwamba unaenda kufufua baraka zao, ya kwamba unaweza kuenaenda uchibua kisima Bwana wa mabwana, na ili maisha yao kutoka siku ya leo yakaweza kubadilika katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Ni ya kwamba Ismael hakukuwa mtoto wa ahadi. Ni ya kwamba Ismael hakukuwa amehesabika kuwa mwana wa Abrahamu wa ahadi. Alikuwa mtoto wa mjakazi, lakini kupitia kilio cha mama yake Mungu akaweza kujidhihirisha mahali pale. Kupitia kwa kilio chako siku ya leo, kuna Mungu anakuja kujidhihirisha. Kuna Mungu anakuja kujidhihirisha. Haijalishi watu wamekusema namna gani, haijalishi shetani alikuwa amepanga namna gani, lakini mchana wa siku ya leo kunaye Mungu anaenda kutenda jambo juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Falme na Mungu wetu, katika jina la Yesu.